Naitwa Medi. Medi unasali? Muhimu kuswali. Muhimu kuswali. Bwana unajua Adam na Hawa? Kwa wajua siwajui, tumewasoma tu. Umewasoma. Wewe katika kuwasoma Adam na Hawa walifanya nini mpaka wakafuzwa katika bustani ya Eden? Kwa mujibu wa maelezo na imani yangu niliyosoma mimi, walisema kwenye mafundisho ya Mungu, waliumbwa Adamu then akafuata Hawa. Kwenye makuzi wakakuwa, yani ni automatic kwa mambo ni wakubwa tu. Adamu kwenye mambo yake, Hawa akabaki pale. Mungu akampima kwa mitihani. Akamjia shetani kwenye umbo la nyoka, akamwambia mmeambiwa mfanye kila kitu humu, mle kila kitu, ila huu mti msiusogelee. Kutokana na mti huu msiusogelee, kwa matakwa yake yeye aliwaambia tu msisogelee huu mti. Kweli hawakufanya lile jambo la kusogelea ule mti, wakawa tu wanazunguka na mambo mengine yanaendelea. Mungu ndiye ana mitihani na dunia imeumbwa kwa sababu ya mitihani. Shetani akatoka na kutoka mpaka alipofika pale alipokuwa, na akamwambiaje, mnajua kwa sababu gani mmeambiwa msisogelee kwenye huu mti? Au ni kitu gani kilichofanya nyinyi mmeambiwa msiguse kwenye ile tunda? Akasema hatujui. Akamwambia ni ili tunda mkila mnakuwa mnapaa wazuri, amfi kama wale malaika. Malaika ni automatic, wapo tu, maisha yao ni kufa ni kwa mara moja na kufuka kwa mara moja na kuumbwa kwa mara moja. Hamtokufa mkila ile tunda na mtakuwa ni watu ambao ni wenye upeo mkubwa mkila mti. Kweli yule Hawa akachukua ile tunda akala. Adamu yupo kwenye njia nyingine. Kurudi kwake pale, Adamu akakuta yule mwanamke ameshakula ile tunda. Akamshawishi, na wanasema mwanamke ana ushawishi mkubwa sana. Akamshawishi na yeye akashawishika akala. Na shetani na Mungu wage nasemekana kama kuna kiugomvi fulani hivi cha shetani na Mungu, ndio maana sisi tunakuwa tunaswali tujiepushe na shetani ili tuende kwa Mungu. Kwanza shetani hana bifu na Mungu. Hana bifu na Mungu, na shetani ni kiumbe kama viumbe vingine, ni kidogo sana mbele ya Mungu. Hana power yote ya na bifu na Mungu. Ila tu shetani amebarikiwa elimu. Dunia nzima yana bila kiumbe chochote chenye elimu zaidi ya yule shetani. Kabla ya kuwa shetani, sisi kidogo Waislamu tunasema yule alikuwa anaitwa limenitoka jina lake, lakini wanasema kila hii dunia unapokanyaga yeye ameshika paji la uso chini. Paji la uso ameweka chini kumsujudia Mungu. Kosa lake kubwa pale lilipokuja, walipoumbwa Adamu alipokuwa, akaambiwa nyinyi malaika wote waliitwa, malaika kwa ujumla wao. Inasema laiti kama ingekunjuliwa hii dunia kuanzia hapa mpaka mwisho, tulikuwa tuwezi tukaona. Malaika walijaa wote. Na shetani alikuwa amekaa miongoni watu wa mbele pale. Akaambiwa tajeni hichi, akataja. Malaika walishindwa, wale shetani alishindwa. Adamu akasema hii ni pikipiki, ni gari, ni baskeli, ni kamera, ni maiki. Baada ya hapo Mungu akasema kutokana nyinyi mmeshindwa, huyu ameweza, wote mumsujudu, mumsujudie huyu Adam. Lile jambo malaika wagani hawapingi. Yaani shetani sio malaika la kwanza. Malaika hawapingi. Wote wale wakasujudu. Yaani ni umbali kutoka hapa mpaka mwisho unapojua wewe, wote walisujudu peke yake. Na alikuwa amesimama mbele. Yeye peke yake ndo akufanya lile jambo la kusujudu. Mistake ndio ilikuwa pale. Adamu na Hawa walifanya dhambi za asili, walimgeuka Mungu. Mungu alimwambia Adamu atunze bustani, lakini alivyotunza ile bustani alimpa ubavu wake ambaye ni Eva. Baada ya hapo ile bustani wakakeuka. Nyoka akamjia akamwambia Adamu, kwa nini mnatunza ile bustani? Adamu akamwambia ile bustani, Mungu amesema ile bustani tuitumie na tusile mti wa matunda. Baada ya hapo akamwendea Eva. Akamwambia Eva, huu mti sio, Mungu amesema kwamba mti mutumie, mle vitu vyote ambavyo viko duniani mle. Eva akasema hapana, lakini baada ya hapo kwa kutokana na moyo mgumu wa binadamu, Eva akashawishika akakubali ule mti wakala. Baada ya kula, sauti ikaja ya Mungu akasema, Adamu, Adamu uko wapi? Adamu akasema niko hapa. Akasema mbona umekula ule mti ule wa matunda niliowakatalia? Akasema ni huyu Eva ndo amesababisha hivyo. Akamuuliza Eva, imekuaje? Nyoka amenidanganya leo ule mti. Baada ya hapo akawalani, akamwambia kuanzia sasa siwatambui, mmelaniwa. Baada ya hapo kulaniwa, akasema sasa ndo akamtuma yule Bikira Maria
akachukua mimba kwa uwezo wa Mtakatifu ili tupate mkombozi ambaye anakuja kutukomboa sisi wanadamu, ambaye ni Yesu. Mama, unaabudu wapi? Mimi Mkatoliki. Wewe ni Mkatoliki? Yeah. Nimependa sana stati yako. Amina. Unashauri nini watu ambao wanaosema Adamu na Hawa walikula maepo? Adamu na Hawa hawakula maepo, bali walikiuka mito ya Mungu ambayo Mungu alimwambia mti mmoja wasile, lakini walivyokiuka ndo akawa amewalaani kabisa, akaambia kwamba kuanzia kizazi chenu nimewalaani kwa uchungu na mwanaume atakula. Asante sana mama.